Jimson, swali la pili. Kwa kuzingatia maarifa ya GIS, unaona ni kwa namna gani serikali na taasisi zinaweza kutumia teknolojia hii kufuatilia mabadiliko ya misitu bila gharama kubwa? Karibu sana. Asante Ladina. Serikali au hizi taasisi zinaweza zikafuatilia mabadiliko kwenye misitu kwa njia ya GIS kwa gharama nafuu kwa njia mbalimbali. Mojawapo ikiwa ni matumizi ya picha za satellite za bure. Zipo satellite ambazo unaweza kununua, ila kwa vile serikali au taasisi yenyewe imelenga kuweza kuwezesha hiki kitu kwa bei nafuu au asitumie gharama kubwa, basi picha za satellite za bure zitawafaa. Na hapa ni picha ambazo zinatoka kwenye organizations kama NASA au European Agency State, ambazo kupitia hizo organizations tunaweza tukapata satellite ambazo kama Landsat au Sentinel. Hizi satellites zinaweza zitasaidia hizi taasisi au pia serikali kuweza kuangalia mabadiliko kwenye misitu, ambapo unaweza kuangalia forest change. Forest change kwa ina maana nyingi sana. Unaweza kuangalia kwa upande negative au positive. Ingawa negative hapa naongelea forestation ambayo ni ukataji wa miti. Hapo sasa unaweza kutumia satellite, unaweza kuangalia ni namna gani ukataji wa miti uko kwa wingi au uko kwa kiasi gani. Na kwa upande ambao ni positive, tunaweza kuangalia ni swala la upandaji miti au utishaji wa misitu ambao English tunasema forestation. Sasa kupitia hivi vitu vinawezekana kupitia hizi satellite, Landsat, Sentinel, zinawezekana. Ila kama pana base kwenye kutumia gharama kubwa. Ila kama ilikuwa ni otherwise penda iwezekana. Ila kwa vile badala kuongezea basi itakuwa ni njia sahihi ambayo itafanya. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni matumizi ya programs za GIS za bure. Zipo pia ambazo unaweza kulipia, ila as you said kama tuna lengo kwa pili, basi zipo ambazo unaweza access bure. Moja wapo ikiwa QGIS. QGIS inasaidia kuchambua picha za satellite. Kuchambua kwamba umezichambua kwamba umezipata sawa. You cannot just do them kuziangalia. Lazima upeleke sehemu fulani ili uweze kuzi-interpret zile picha. Sasa QGIS inaweza kusaidia kufanya hicho kitu. Kingine ni kuweza kutengeneza ramani za forest changes. Kama nilivyoongea awali kwamba forest change unaweza kuangalia upande acid na pressure. Hapo unaweza kuangalia kwamba rate of deforestation na rate of afforestation. Nyingine pia hizi programs za GIS unaweza kufanya swala la kuangalia ni upande upi au ni eneo gani la msitu limekuwa affected sana, ili uweze kufanya implementation zaidi kwamba uweze kutatua hilo tatizo lisiendelee kuprevail kwenda kuharibu msitu mzima. Hiyo ni point ya tatu. Sasa nikasema ni ushirikishwaji wa jamii, kwamba unaweza ukatoa elimu kwa wanajamii kwamba ni namna gani tu kwa knowledge, a basic knowledge, sio kwamba wao na advanced knowledge kwamba wasomee GIS, hapana, just basic knowledge kwamba unaweza kutumia simu zao, simu janja, smartphone. Kuna platforms ndani ya simu unaweza kuwafundisha tu kwamba ukiona kitu fulani kwenye sehemu hii au kitu fulani hiki hapa kwenye simu yako ukikuletea hivi, basi inaashiria kitu fulani, ambapo sasa wao ushawaelewesha, wanaweza kumonitor wewe wenyewe kwamba okay, kwamba hiki kitu nikishaona hiki kitu naweza nikamonitor, okay, nikishaona hiki kitu naweza kupredict kwamba okay, hiki kitu kinaashiria kwamba in a few days au in a few months unaweza kupata nini, hizi forest fires. Kingine unaweza kaangalia pia the environmental destruction, yani jinsi gani mazingira ya misitu yamekuwa destructed wao wenyewe, baada ya kuwapa tu elimu ndogo kupitia hizi platforms ambazo hizi platforms kama kwenye Forest Watch unaweza kuwasaidia. Na pia kingine ni hata deforestation, hata miti wao kwa wao, na unaangalia na wenyewe hao ndio wanajamii kwamba ni wale ambao wanaishi karibia na misitu. Unakuta wanapoishi karibia na misitu unakuta wana depend ile misitu waweze kupata kuni ili waweze kupikia. Basi unaweza kuwapa elimu kwamba msifanye namna hii, kwamba msiendelee kukata miti hivi kwa upande huu, kwa sababu mnaendelea
hatarisha maisha ya misitu, ila pia mnaweza mkaja na strategy nyingine kwamba mnaweza wakawa wanachukua miti sehemu fulani, wakichukua miti sehemu fulani basi waweze kupanda tena ili wasiweze kuleta effect ambayo ni endelevu. Na nyingine nyongeza naweza nikasema ni utumiaji wa ramani za satellite, ila ni za tunasema ina GSM, tuseme ni time series. Hizo naweza kutumia kwa muda tofauti tofauti, kwamba unaweza kuchukua picha za mwezi wa kwanza, za mwezi wa pili, mwezi wa tatu, hiyo tu track progress kama is it good au is it bad. Hii inaweza ikawasaidia taasisi na pia serikali kujua na njia gani sahihi kuweza kutatua suluhisho hilo, kama linaenda kwenye upande ambao nzuri au ni wapi kwa kukazia ile maendeleo. Asante sana Jameson kwa point zako nzuri sana. Mimi binafsi ninaamini kwamba kuhakikisha kwamba tunatunza misitu, jamii lazima ihusishwe moja kwa moja. Na kama ulivyosema, kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye misitu, vingine ambavyo vinatokea kwa sababu ya sisi binadamu kama ikiwemo kukata miti, lakini kuna vitu vingine vinatokea misituni kama forest fire, ambazo unakuta jamii inayozunguka yenyewe pia haina hata ujuzi ambao ni basic wa namna gani kuweza kutatua changamoto hizo. Mimi pia naamini jamii lazima pia iweze kupata nafasi ya kuelewa misitu vizuri zaidi, lakini pia kufundishwa namna ambazo watatunza misitu yao hata zikitokea changamoto kama hizo. Kwa hivyo asante sana kwa point zako.